utarudi na shati lako moja na suruali yako moja. Kama ulienda na kiatu cha kutumbukiza utarudi na sendo kama sio malapa. Sio, unaelewa vizuri. Lakini kuna nyingine hiyo sasa. Hii kila mtu awe macho jamani. Jamani, hizi familia zina mambo mengi. Kijana alikuwa anataka kuoa. Alipotaka kuoa sasa familia ya yule kijana ikaangalia sio mambo ya nyota. Unaelewa vizuri, ikaona nyota ya yule mwanamke ina nguvu kuliko nyota ya nani? Ya mwanaume. Kwa hiyo ile familia ikasema tunaishusha nyota ya huyu mwanamke. Sio, unaelewa vizuri, yani tunaishusha. Hakuna namna mwanamke anaweza kufanikiwa, lazima uanze kufanikiwa wewe ndio yeye. Maana tusipofanya hivyo mwanamke yani yani hamna namna utakaompata. Nikasema hivi, baba natamani kanimuone huyo dada ambaye anafanywa hivyo vitu. Lakini kuna nyingine niliwahi kuwakuta sasa, au ni wafanyabiashara. Wanakuambia tuna spend pesa, lakini tunaangalia mwanamke ambaye nimekaa naye. Je, mambo yangu yatakwenda ama yaendi? Nikasema sasa yani mambo sasa wewe umekaa tu na wewe mwanamke wewe unajuaje yani kama mambo yako yanaenda? Akamwambia subiri angalia mchezo. Wewe yani kaangalia mchezo. Nikasema la, na wako makini sana. Yani hawaendi tu na kila mwanamke, wanaangalia hivyo vitu. Sasa wewe kama ulikuwa hujui, wewe kama tu kila kinachokuvutia machoni unakichukua. Oya. Kuna familia zinashughulika, alafu kuna ulimwengu ambao wewe hujui, alafu kuna watu. Speaking about ulivyosema kwamba ulikaa na wale watu wanaoangalia nini, kwamba matajiri wameweka michongo yao. Yusta, samahani jamani, tunawapa jamani, tunawapa mfunguke macho huko. Shauri zenu msiseme. Kuna mabrother anajua watani mind. Lakini wasaidie hawa wengi ambao wanapotea. Lakini usijawataja majina wao, sio utakumind ile kwa sababu kodi unaijua. Ukweli uko hivi. Unawajua hawa mabinti ambao wanaenda kufanya surgery zile za bei, yani wanakuwa wakali, ni fresh, alafu wana maisha fulani mazuri sana. Zile surgery ni hela nyingi sana. Ni hela nyingi sana. Unafuatilia. Ukiangalia bwana, watu wale wa mabinti wenyewe kwenye familia walizotokea, hata afanyeje, hata dange miaka 10 kupata ile hela ile kwenda kufanya surgery ni uongo. Hasa kuna watu wamegeuza hiyo kama biashara. Hii hapa ni hali ya kawaida, yani achana na masuala ya spirit. Hii hapa ni hali ya kawaida kabisa. Jamaa anaweza akamuona mwanamke fulani hivi ana sura nzuri, ana muonekano mzuri, kumwambia njoo, sawa, mimi na mpango wako kubadilishia maisha yako. Sana angalia na akili yako pia. Na mpango wako kubadilishia maisha yako, fresh, baridi, poa. Cha kwanza atalala na wewe siku ya kwanza, sawa, kawaida ile. Cha pili anakuambia sikiliza, sasa mimi kuangalia hivi naona ni wewe ni hela sana. Sawa, nataka ni invest kwako. Kwa hiyo nataka nikupeleke kufanya surgery. Si unapenda sana sasa, unajua nini? Fresh. Anamwambia poa, haina noma, lakini utanisainia hapa. Na tunachokizungumza hapa iwe siri yetu sisi hapa. Sawa, fresh, poa. Na kwenda kukufanyia surgery ya mahela mengi. Sawa, lakini unasaini hapa, ndakukutanisha na watu wenye hela watakao kupa pia hela nyingi baada ya surgery. Unasaini hapa, 40% ya kwangu, 60% ya kwako. That is another business duniani ambao kama serikali ingeangalia huko, maana hiyo hapo ni biashara haramu. Sawa, that is business. Kwa hiyo pale anasaini fresh, jamaa huyu si ana connection. Akimaliza pale anaanza kumpiga pictures zile nini fresh, photoshoot ya harama. Baada ya hapo mwisho wa siku anaanza kukupeleka sasa kwa washikaji wale wenye hela zaidi. Wanapotoa hela, yeye anaingiza mkwanja wake mpaka atakapokufa. Unashangaa tu huyu jamaa hela hana, huyu jamaa michongo hana, yeye waga wanakutana tu na watu, lakini mbona ana hela sana? Ana kampuni yake inayoitwa Yusta Mzoea somewhere, haulijui hilo. Na wewe binti unavoenda kutembezwa huko, unajua unapewa nini? Tumekubonyeza link hapa. Yani tuliwe kubonyeza link hapa, kuna binti alijuta. Ile uliniambia kupitia 0683802966. Hiyo ndio namba ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Kama tumekuchanganya sio mbaya, hebu chukua simu yako alafu nenda download Azam TV Max. Kwa kweli. Download Azam TV Max hapo, ndugu yangu, unaweza ukaangalia vitu mbalimbali hapa Azam, kwa sababu imejaa burudani kweli Azam TV. Kwa sababu kupitia pale Azam unafurahia tamthilia mpya zinazovutia kama Amor pamoja na Ringo, na visa vyenye kusisimua kweli.
lakini ukija huko Azam 2 nako bwana ni moto moto kweli kweli. Usikose The Family pale, Women pamoja na Orhan inafanya maajabu sana. Vipi pale wapenzi wa sinema zetu pale, kuna BSS viwango vya juu kweli kweli, na inaruka bwana Ijumaa, Jumamosi moja na Jumapili. Lakini pia bwana kuna Kombolela, kuna Noma, kuna Zora, kuna Bakora, zote michezo pale Azam Sports una enjoy kweli kweli. Na kuna ile ofa ile bwana shilingi 28,000 tu unapanda kifurushi cha juu zaidi, ambapo hiyo ofa inaisha tarehe 25 tarehe 27 mwezi wa 5. Tunasema kwamba Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi sasa hivi bwana. Endelea tu kufurahia hapo na usiwe mzembe, hususani kwenye swala la mahusiano. Anaitwa Dogo Pattern. Utafariki kwa sababu mwili wako unahitaji maji, ni essential ili wewe ufanye shughuli zako za kila siku. So kwenye vyakula kuna makundi tunayahitaji sana, kuna makundi tunayahitaji kiasi, alafu kuna makundi tunakuwa tunayahitaji according to maisha yetu ambavyo tunayalani kila siku. Babu kijijini ambaye anaamka asubuhi, anatembea umbali mrefu, anaenda analima, anarudi jioni, hawezi akafanana na ratiba yake ya ulaji sawa sawa na wewe ambaye upo hapa ndani. Yani atoka asubuhi, umetoka pale na Bolt ama umetoka na usafiri wako, umefika hapo ofisini, umekaa a whole day mpaka jioni tena unatoka, hamwezi mkafanana kwenye namna ya ulaji kwa sababu aina ya shughuli tunazozifanya ni tofauti. Na hicho ndio kinachofanya tofauti yetu sisi na zamani iwepo kwa ukubwa sana. Zamani ilikuwa kumkuta mtu mnene ni nadra sana. Yani inabidi awe na miaka 50 kumkuta mtu ana sukari, ana pressure, mtu ana struggle na masuala ya nguvu za kiume, masuala ya uzazi, ni umri inabidi wewe umeenda sana. Lakini nowadays kwa sababu tumetoka sasa kwenye ile lifestyle ya kutumia nguvu nyingi sana na kutumia energy nyingi kwenye shughuli zetu, tunatumia energy kidogo lakini bado tumeendelea kuishi namna ya ulaji ya zamani, na muda mwingine tunazidisha. Sasa hizi mtu anakula mara 6 as you say bro. Sasa hizi mtu anakula mara 7 na anakaa siku nzima. Utajiuliza hicho chakula na wewe unakula kinaenda wapi? Ndio mwili unahifadhi kitambi hicho unakuja unakiona. Kwa hiyo sasa kwenye ulaji kuna makundi tunahitaji sana. Kuna vyakula ambavyo mwili wetu unahitaji ili utengeneze misuli. Kuna vyakula ambavyo mwili wetu unahitaji ili utupe nishati ya kufanya shughuli zetu. Ukiongea mwili wako unahitaji energy, sijui umebeba hichi, umehamia hapa, umefanya kile. Hizo movement zote zinakuhitaji uwe na energy, na shughuli za ndani ya mwili tunazita basal metabolic rate. Shughuli kama upumuaji, sijui mapigo ya moyo yanayofanya kazi yanakuhitaji energy. Kwa hiyo kuna kiwango cha energy ambacho tunakihitaji kwa ajili ya kufanya hizo functions zote ziende sawa sawa, lakini kuna kiwango cha nishati, kiwango cha protini tunakihitaji. Tunajua una pilika nyingi sasa. Mimi kauli mbiu yangu ni kwamba kila mtu ajiulize kwa nini hana bima. Yaani ushaambiwa bima ni ulinzi, yani kwa nini hauna bima? Na watu wengi kwanza wanastasita kwa sababu wanajua bima ni gharama, lakini pia hiyo kasumba kwamba bima kwenye kudai kuna mlolongo mwingi. Sasa mimi ni manager wa madai. Kwa hiyo ni mtu ambaye nakutana na watu wanaodai. Sasa hivi bima imebadilika sana. Sasa bima ina vijana. Kwa hiyo mlolongo wa madai wa nini ni vitu ambavyo sasa hivi vipo kwa kiasi kidogo sana, nategemea na aina gani ya madai ambayo wewe unadai. Sababu mambo yanaenda chap kwa chap saizi. Mambo ni haraka. Manager wa madai niko hapa ninahakikishia mimi kwamba mambo yako chap kwa chap. Hakuna haja ya kusita kwa sababu bima ni muhimu sana. Na mimi natamani sana kila Mtanzania awe mkubwa awe mdogo awe na bima. Kwa sababu ya umuhimu wa bima ni nini? Tuko na kijana mpya kabisa kwenye game ya Singeli Tanzania. Kijana ambaye najua taarifa zake unazo. Anaitwa Form 7. Oya.